Katika ulimwengu wa soka kuna makocha wengi wenye vipaji, lakini wachache wana hadithi yenye misukosuko, akili ya kipekee na uthubutu kama Thomas Tuchel. Tuchel hakuzaliwa akiwa na ndoto kubwa ya mpira. Alikulia katika mji mdogo nchini Ujerumani akiwa mtoto aliyependa sana mpira, lakini aliyekuwa mtulivu kuliko wachezaji wengine. Alikuwa akitumia muda mwingi kutazama mchezo na kufikiria mbinu kuliko hata kushangilia goli. Alipokuwa mchezaji, ndoto zake zilianza kuvunjika mapema baada ya majeraha makubwa ya goti kumlazimisha kuacha soka akiwa na umri wa miaka 25. Wengi wangeona mwisho huo kama kushindwa, lakini kwa Tuchel ulikuwa mwanzo wa safari nyingine. Baada ya kuacha kucheza, maisha yake hayakuwa rahisi. Ili kujikimu, aliwahi kufanya kazi kama mhudumu wa baa huku akisoma biashara chuoni, lakini ndani yake kulikuwa na ndoto kubwa, si kuwa mchezaji bora bali kuwa kocha ambaye angebadili namna timu zinavyocheza. Usiku alikuwa akifanya kazi, mchana alikuwa akichora mipango ya soka kwenye daftari lake. Watu wengi hawakujua kwamba kijana huyo mtulivu angekuja kutikisa Ulaya. Safari yake ya ukocha ilianza taratibu kwenye timu za vijana. Hapo ndipo akili yake ilipoanza kuonekana. Alikuwa mkali sana mazoezini, mwenye nidhamu kali na aliyependa ukamilifu. Wachezaji wengi walimuona mgumu, lakini wengi walikiri baadaye kwamba walijifunza mengi kutoka kwake. Umaarufu wake uliongezeka zaidi alipokwenda Borussia Dortmund, ambapo alichukua nafasi ya kocha maarufu Jurgen Klopp. Watu walihofia angeanguka kutokana na presha kubwa. Badala yake alijenga timu yenye soka la kuvutia na kushinda kombe la DFB Pokal. Lakini Tuchel alikuwa mtu mwenye viwango vya juu sana. Mara nyingi hakukubali uzembe wala siasa ndani ya klabu, jambo ambalo lilisababisha migogoro kadhaa kwa viongozi. Baadaye akaenda PSG, huko alikuta mastaa wakubwa kama Neymar, Mbappe. Watu wengi walidhani mastaa hao wasingemsikiliza kocha mkali kama yeye, lakini Tuchel aliwafanya waamini katika mfumo wake. Aliifikisha PSG kwenye fainali ya kwanza kabisa ya UEFA Champions League katika historia yake. Ingawa walipoteza, Ulaya ilianza kuona ukubwa wake. Lakini simulizi yake ya kuvutia zaidi ilitokea alipofika Chelsea FC mwaka 2021. Wakati huo Chelsea ilikuwa katika hali mbaya. Timu haikuwa na matumaini makubwa. Tuchel alipofika hakupoteza muda. Alibadili mfumo, akawapa wachezaji kujiamini na kuwafanya kuwa mashine ya ushindani. Ndani ya miezi michache tu Chelsea ilifika fainali ya UEFA Champions League dhidi ya Manchester City. Usiku ule wa fainali ulikuwa wa kihistoria. Watu wengi waliamini Manchester City ingeshinda Chelsea kirahisi kabisa, lakini Tuchel alikuwa ametengeneza mpango wa kipekee. Wachezaji wake walikimbia kwa nidhamu, walicheza kwa moyo na mwisho Chelsea ikashinda bao 1-0. Tuchel, yule kijana aliyewahi kuacha mpira kutokana na majeraha na kufanya kazi baa usiku, alikuwa sasa bingwa wa Ulaya. Kilichovutia wengi zaidi si tu uwezo wake wa kufundisha, bali pia utu wake. Kuna simulizi zilizowahi kusambaa kwamba aliwahi kusaidia fedha mtoto wa mfanyakazi aliyekuwa anahitaji upasuaji wa moyo bila kutafuta sifa wala publicity. Leo hii England National Football Team ilimkabidhi jukumu la kuinua timu yao ya taifa, jambo lililoshangaza wengi kwa sababu ni Mjerumani wa kwanza kushika nafasi hiyo. Lakini hilo linaonyesha namna dunia ya soka ilivyoanza kuamini akili yake. Hadithi ya Thomas Tuchel inafundisha jambo kubwa kabisa. Wakati mwingine ndoto yako inaweza kuvunjika mapema, lakini hilo halimaanishi mwisho wa safari yako. Mara nyingi mwisho wa njia moja huwa mwanzo wa historia kubwa zaidi.